basi binti ndio huyo amekubali. Sasa unakuta hata kati ya watoto haya kama msichana wao kufanya chochote kama kijana wakamwiba akiwa na mwezi mmoja, na tunaenda kucheni mtoto na atakuwa sababu na atakuja kumtoa. Nimetumia polisi zote Kenya ambao kumsaidia kupata mtoto. Anatuambia ameshafundishwa nchi hapo Somalia na hawezi kupata. Mama analia kama mmoja. Mimi nikapiga magoti nikaambia Mungu, sijui kwa sababu gani nateseka na huyu mtoto na ni zawadi ilinipa. Kwa hivyo wewe nenda utafute hiyo zawadi ilinipa urudishe. Juu zawadi imeibiwa. Basi tukaendelea kuhubiri. Siku moja niko hii Dar es Salaam hii. Tunapata simu kutoka Wajir mpaka wa Kenya na Somalia. Tunakuwa kuna mama ameleta mtoto wako. Nikamwambia mama takuja mimi nimalize nchini. Mama ametangulia mpaka Nairobi, amechukua gari amepeleka. Hata kama hajapata ajali tunashukuru. Lakini amefika salama. Askari akasema wale commissioner akasema mpaka mimi niende. Kwa hivyo nikamaliza Jumapili, Jumatatu nikaingia ndege mpaka Kenya. Kufika pale nilikuta wale mama. Namuuliza mama ni nini? Anasema kule kwa kambi kulikuwa na watoto wengi, lakini tulijua mtoto wako. Sababu mwenye alisema mtoto achungwe na afundishwe dini kwa miaka 20 bila kutoka kwa hiyo kambi. Sasa ni mdogo. Lakini nikasema mtu anateseka kwa sababu ya Mungu. Nikaamua nimuibe. Kwa hivyo hapa nilipo nimemuiba mtoto wako, nimekuletea. Nafikiri ni mchezo. Lakini unajikaza tu. Unaendelea kuhubiri Injili. Kwa hivyo mnapokuombea kushukuru. Asanteni hata kwa kufikiria kwa sababu mimi huwa si mwongeaji sana kwa mambo ambayo Mungu amenipa kufanya. Wakati tunaanza huko, nikaanza kuambia Wakristo wananinunulia mabati, tunaanza kujenga, tukajenga chumba cha kwanza. Chumba hall. Tukasema hii hall ni ya wamama. Wakati tumemaliza hall tulikuwa na wamama kama 12. Wababa tunalala chini ya mti. Kwa sababu Somalia ukishaokoka unauawa. Kwa hivyo sisi tuna shamba huko porini kabisa. Hadi tumekadaliwa. Tumeanza kuweka huko, tumeanza kujenga. Baba yangu wakati ameshakufa. Kwa hivyo kidogo vitu vimepungua, ndugu wametoroka Ulaya, vitu vimepungua. Sasa pole pole sisi wazee tunalala kwa chini ya miti. Tunaenda hivyo na ubiri mwaka moja. Haya, Mungu naye ametubariki, tumejenga hostel ya watoto. Wazee bado wako chini ya miti. Haya, watoto wote walale hapa. Watoto walikuwa 9 wakati huo, sasa wanaenda 40. Haya, Somali tunazaana. Haya, tukaenda hostel ya wazee. Ndio hiyo tukajenga yetu ya mabati. So tunaweka godoro chini, wamama wanalala huko, wababa huko, watoto huko. Sasa tunahitaji nini? Shule. Najua askofu rafiki yangu huyo, wacha simtaje jina, ndio mtu kwanza kunidhamini na darasa hili. Akaniambia mtumishi wa Mungu, shika hii, nenda ukajenga darasa 2 na uandike jina yangu. Yeye aliomba niandike jina yake, kwa hivyo nikaandika jina yake, nikapiga picha nikamtumia. Watoto wanaanza kusoma, hakuna mwalimu. Mimi nahubiri Kenya, jamaa mmoja ameinua mkono, anasema Haji, unaweza pata $100 kwa mwezi? Nikamwambia ndio nitapata. Akaniambia mimi nimesomea ualimu na sijaajiriwa na serikali, si unipeleke huko nipatie $100. Sasa $100 ni kama pesa ngapi? $200,000. Si kitu. Nikaambia mtu ataprovide, tukapata mwalimu wa kwanza. Kumbe naye amerudi nyumbani, ameoa, mke wake naye ni mwalimu, ameamua kuwa mmissionari. Tuna walimu wangapi sasa hivi? 2. Tumejenga darasa ya kwanza, darasa ya pili, darasa ya 3. Sasa tunaenda ya 4. Watoto wanaendelea kusonga mbele, kwa zaidi ya 40. Haya, nikaenda Korea, nikahubiri. Nikawaambia bwana, vile sisi tunalala. Wakasema mchungaji, haiwezekani. Wakaja kanisa ya Korea mpaka huko kwetu, wakanijengea nyumba bwana. Nzuri kwetu, material ni very expensive kwa sababu hatuna. So ukitaka kununua simiti unanunua Kenya, ukitaka kununua msumari unanunua
kununua Kenya, kusafirisha ni very expensive. Sasa wakanijengea nyumba mzuri bwana, 1 bedroom moja mzuri kabisa. Haleluya, mzuri hapo kale. Sasa mzee wangu wa kanisa naye akaja akasema, sasa Haji, wa Korea wameenda, ndio tubaki na shida yetu. Hii nyumba umewekewa kitanda, umewekewa kila kitu, hakuna wewe kulala huko. Nikaambia kwa sababu gani? Na mimi mchungaji akasema, sisi tumeoa, tuna shida nyingi sana, kwa hivyo tutaandika list, kwa sababu baba analala huku na mama analala huku na watoto wanalala huku, si unajua? Sasa tutaandika list. Leo ni mzee Abdalla na mke wake anaelekea huko wiki nzima.